Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunasoma Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 5 mpaka sura ya 7. Tunaona Sulemani amemjengea Mungu hekalu, na baada ya hekalu kukamilika aliliweka wakfu. Ndipo Sulemani akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, naomba kila mwenye hitaji atakapokuja mahali hapa kukuomba ukamsikie. Basi usiku Mungu akamtokea Sulemani akamwambia, nimesikia maombi yako, na hapa mahali nimepachagua patakuwa mahali pa dhabihu. Kwa hiyo kama nitazifunga mbingu au nitaruhusu tauni, basi ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kuacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso wangu, nitawasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Lakini kama wakikengeuka na kufuata miungu mingine na kuiabudu, nitawang'oa katika nchi yangu niliyowapa, na nitawaacha mpaka watu wawashangae, mbona hao wamekuwa hivi saizi? Watu watasema ni kwa sababu walimwacha Mungu wakaabudu miungu mingine. Ni nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Huu mstari wengi tunausikia mara nyingi, lakini inawezekana ukawa huuelewi ama unauelewa tu kidogo. Tunajifunza kwamba ili Mungu aweze kuiokoa nchi, nchi ni pamoja na maisha yako ya shida, nchi ni pamoja na ukoo uliotoka, yale magumu tu unayoyapitia wewe binafsi, hiyo ndo nchi inayozungumziwa. Alafu nchi inaweza ikawa country, nchi kama nchi. Kwa hiyo kabla ya kuangalia nchi kama country, hebu tuangalie maisha yako binafsi yakoje. Wewe inawezekana unapitia hali ngumu ya maisha, inawezekana unapitia mateso, inawezekana unapitia shida, madeni, mikosi, laana, kuna vitu ambavyo vinakusumbua. Sasa ili Mungu aweze kukuponya wewe kama wewe, unachopaswa kwanza ni kunyenyekea mbele za Mungu. Halafu utafute uso wa Mungu. Kisha acha njia zako mbaya. Halafu omba lolote unalotaka mbele za Mungu. Mungu atakusikia, atakusaidia, atakuokoa katika hayo mateso unayoyapitia. Maombi ya siku ya leo, mwambie Mungu, na kushukuru kwa neno lako, nimeelewa. Naomba niongoze katika kweli yako. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.